Bibi Bongo Zozo, leo niko kwenye ofisi ya MyOD Podcast. Na kwa bahati nzuri ndio nimemtafuta rafiki yangu, mwanangu, Jesse Clark. Karibu Jesse Clark Mbongo wa Mchongo. Asante sana baba yangu. Asante sana. Hapa sisi tumeamua ngoja basi tuwape kidogo podcast. Tuone kama mnapenda podcast hiyo kuhusu. Leo tunataka kuongelea kitu kimoja, ulezi wa watoto. Na nimeamua ndio hoja la podcast leo ni ulezi wa watoto. Kwa kuwa kwanza watoto wangu wameondoka nyumbani na nina madini ya kushare na nyie. Lakini vile ndio juzi ndio tulikukaribisha Jesse kwenye kulea watoto. Na tunavyokufuatilia online kwenye mtandao tumeona kweli kama umeweza sana. Yani umefanikiwa sana kuingia katika hii kazi ya kulea watoto. Mtoto mwenyewe mzuri. Mzuri sana. Na wasiwasi kidogo anavyofanana na mimi. Nilijua tuseme hivyo. Sasa swali la kwanza basi, unavyofurahia na familia yako, vipi siri ya mafanikio? Ni swali nzuri. Kwa kweli inategemea na aina ya mtu. Kila mtu ni tofauti, lakini kwangu mimi tangu nilikuwa mdogo kabisa wa miaka 10, nilikuwa na ndoto ya kuwa baba bora na watoto wengi. Nafikiri ni kwa sababu mimi na mdogo wangu tulikuwa na mama yetu tu. Baba yangu alikuwa hayupo. Waliachana nilipokuwa na miaka 3 tu. Kwa hiyo niliishi maisha ya mtoto wa kiume bila baba. Na kiukweli imeniumiza sana. Naweza kusema kwa Kiswahili nilisuffer sana. Ulihangaika sana. Nilihangaika sana. Asante. Kusaidia. Kwa mambo madogo tu kukojoa. Mtoto wa kiume inabidi mwanaume amfundishe kukojoa, jinsi ya kukojoa vizuri. Vitu kama hivyo sijafundishwa. Vitu kama kupigana. Si unajua kwetu Uingereza shuleni sometimes unapigana na watu uwanja wa shule. Hakuna mtu alikuwa kunilinda. Kwa hiyo kwa kweli imeniumiza, na nilivyokuwa nilikuwa hapa kichwani kwamba nahitaji kuwa baba bora, baba mzuri, watoto wengi, nipate mke mzuri. Basi tu naishi sasa ndoto yangu tangu utotoni. Kwa wewe unapinga na wanachosema jogoo hakai na vifaranga. Unapinga unakubali? Napinga kwa sababu ukiangalia vizuri maisha ya kuku, sawa? Na ukiangalia kwa makini maisha ya simba au gorilla kwa mfano. Simba madume wanakaa karibu na watoto wao. Ndio watoto ni karibu zaidi na mama, lakini baba yupo na anaangalia hatari inakuja kutokea wapi, yani wapo kulinda watoto wao. Pia gorilla. Sasa sisi binadamu sisi tupo sana kama gorilla na simba kuliko kuku. Na hatari kwa kuku, hatari kubwa kwa kuku ni kuchinjwa na binadamu tu basi. Lakini hatari kwa sisi binadamu kama watoto, kuna hatari nyingi duniani. Psychologically, physically, hapo barabarani, kuna ajali. Sasa kama baba hayupo kuwalinda watoto wake, nani atawalinda? Mama vitu ambavyo mama anawapa watoto ni tofauti na vitu ambavyo sana baba anaweza kuwa sana. Kwa wanadekeza sana watoto. Mama Jessica akikana watoto anadekeza na wapikia nini? Hamna ile mafunzo ya kidume. Na kwa huzuni dunia nzima, sio Tanzania tu, kuna single mother wengi sana. Kuna mama peke yake wengi. Anaipendezi. Na mimi nina uzoefu
ya hiyo maisha na sio vizuri. Hadi rais wa zamani wa Marekani Barack Obama, kama unampenda au humpendi haijalishi, yeye alisema kitu kikubwa ambacho inafanya mwanaume kufail maishani, kwenda jela, kutumia drugs, kunywa pombe mengi, ni kuishi bila baba. Kutokona baba. Okay, kuishi bila baba. Ni sawa. Sasa mbona Watanzania wengi walishapitia hivi? Lakini unasema wanajifunza au hawajifunzi? Manake wengine kati yao wakishampatika mwanamke mimba kusepa. Yani kukimbia. Kusepa ndio lugha ya mtani kidogo, kusepa. Jifunze hiyo. Wanakimbia, wanaondoka. Kwa sababu gani? Sijui, inaweza kuwa kwa sababu nyingi, lakini nafikiri wanaogopa wajibu. Wanaogopa wajibu wa kuwa baba. Yani niulize, maana kuna utamaduni wa Kiulaya labda umefuata kuhusu hela. Mnachangisha hela, mnaweka hela sehemu moja, hela yako na ya mke wako mnaweka kwenye account moja au kila mtu na account yake? Sisi, mimi na Mama Zailo, hela ni yangu tu, lakini akihitaji kitu ananiomba, na mara nyingi naweza kusema 99% nampa. Jesse, nahitaji 50,000 kununua sufuria, nampa. Sio 50,000 siku hizi, laki kwa sufuria, lakini nampa. Lakini kama naona ni kitu cha ajabu, kitu ambacho uliwahi kumkatalia kwenye nini sasa? Sasa kwa mfano nakumbuka mara moja alienda kusuka nywele, kama baada ya wiki 2 tu ameniomba tena, Jesse, nahitaji hela. Yani inanikera na mimi. Yani wanasuka masaa 8, hela nyingi, alafu baada ya siku 3 wanaanza kufumua. Kama miezi 6 nazo. Nafurahi kwamba umenielewa hapo. Tumeelewana vizuri sana. Kitu kama hicho. Lakini kiukweli Mama Zailo hafanyi kazi kwa sasa. Ananitegemea na mimi nafurahi kuwa na hiyo wajibu. Safi. Yani tumongelea basi Mama Zailo kwa kuwa ni yani anakusaidia sana kikazi, na mimi naelewa kwa sababu gani. Mama Jessica pia, yani video zangu zote viral ni yeye, unaona. Watu wanapenda sana kuona mimi na Mama Jessica kwa sababu tofauti na wewe na Mama Zailo. Mimi na Mama Jessica wanapenda kwamba tumedumu miaka mingi kupitia kwenye kuachana, kurudiana, kulea watoto, na haniogopi. Anaongea chochote kile, ananifokea nini. Nimeona. Yaona kwamba ni kumbe wanaishi yani kawaida. Ni jasiri. Sasa Mama Zailo tunampenda sana. Ni asset sana kwako, unaona. Naye ni mcheshi, naye ni content creator kumbe. Ilikuwa bahati sana. Alikuwa hajui hivyo, hajijui, sijui naweza kusema. Lakini ukaja kumonyesha njia yani. Kwa muda mrefu alikuwa hataki nimpost. Zaidi ya mwaka. Na watu wengi wali-comment, Jesse, mbona humpost mke wako? Vipi, ni mbaya? Ana sura mbaya? Sasa ukamshawishi sana. Sana. Maana mimi niliona convince ni kushawishi. Ukamshawishi mpaka yani nimeona hata mimi nimeona kwamba Jesse hawezi kunifikia mimi, maana hana msaidizi. Mama Jessica msaidizi, and ghafla msaidizi. Anasema akizaa mtoto hataki nani hawezi kumpost yule mtoto. Akipost yule mtoto ata trend kama nini. Compost. Sasa huoni ubaya wote umpost mtoto kuhusu privacy ya mtoto? Okay, kwa mfano. Okay, unataka kuongea? Endelea wewe na swali. Kwa mfano sasa kumpost hana hiari, choice. Hana choice sasa hivi wala hajali. Lakini baadaye anavyofika unaendelea compost mpaka afike miaka 10, 13, yani mpaka privacy inabidi ufikirie
kuna pande mbili. Kwanza unavyompost anavyokuwa mtoto mchanga, then una mpango wa kumpost moja kwa moja mpaka afike miaka 18. Sawa. Kwa sasa ndio watu wengi walikuwa wananiambia Jesse, usimpost mtoto wako, sio vizuri. Na mimi kama Mwingereza nilisema kwa nini ni mbaya? Niambieni. Upepo mbaya. Unaongelea nini? Uchawi? Yeah, uchawi, upepo mbaya. Of course mimi kama Mwingereza siamini. Sisi hatuamini vitu kama hivyo. Yeah, yani evil eye, jicho baya wanasema. Okay. Mimi sioni shida ya kumpost mtoto mchanga. Shida ni nini? Okay, akikuaje? Akikuwa nitaendelea kumpost. Akiwa amefika miaka wa 10, 13 atakuwa na account yake. Okay. Atajipost yeye mwenyewe. Mimi nashukuru kwa sababu najisikia kwamba tunakusindikiza, umetukaribisha kwa kuwasindikiza. Mimi watoto wangu wamekuwa wameondoka nyumbani. Nikiangalia wewe mtoto mchanga inanikumbusha mbali. Nashukuru sana, nakushukuru na kusifia. Umetafuta kitu kinachopendwa sana. Yani umeonyesha kwamba kumbe ukizana mtu wako unaweza kufurahia maisha nao, kwenda kuwatoa nje kwenye swimming pool. Kuna picture moja huko kwenye swimming pool umeshika. Najua umeipenda. Ile picture inaonyesha kwamba kumbe sio lazima kuogopa gharama ya kuwa na familia. Kubali kuwa na familia ina raha yake. Sawa, uhuru umepungua. Maana kabla ya Mama Zaila, wewe na mimi tulikuwa tunajitapa Cote d'Ivoire, tulikuwa tunatafuta madam, wala hatukutafuta madam. Lakini sasa hivi hupatikani. Kuonana wewe na mimi ni ngumu. Hatujaonana, lakini nakuelewa. Nashukuru tena kwa kunikaribisha kwenye safari yako. Asante, maneno mazuri sana. Sasa Bongozozo, zamu yangu ya kukuuliza swali. Kuna kitu chochote unapinga kuhusu ulezi? Kuna kitu, yani sema napinga sana. Hakuna sababu kabisa katika dunia hii kuchapa watoto. Watoto wana haki ya kuishi bila uoga wa kuchapwa. Napinga kabisa. Uzuri Mama Jessica naye amekubali. Maana kwenye kulea watoto unatoka utamaduni mbili, si ndio? Kuna vitu fulani inabidi sisi tukubali. Unaona? Na kwa mfano Miki anavyokaa nyumbani ana miaka 19. Kwa sisi Waingereza tunaona kwa nini yuko nyumbani bado? Sio aende, aondoke. Mtanzania na Zalo akifika miaka 19, 20 atabaki nyumbani, na usema wewe unafanya nini? Inabidi ukubali. Mama Jessica akasema hii ndio utamaduni wetu, hatufukuzi watoto. Waingereza tunajua kama kuna kufukuzwa fulani. Mimi nilipokuwa na miaka 18 nilitoka sio nyumbani tu, nchi yangu. Nilitoka Uingereza kwenda Marekani. Nenda Zimbabwe hivi. Ilitusaidia kwa sababu inatupa ujasiri wa maisha. Lakini vile sio kila mtu na Miki hajawa tayari kuondoka. Sawa, mimi niko pande wa Mama Jessica. Pande wa kuchapa watoto. Kisha mwambie Mama Jessica, ukimchapa mtoto nakupa talaka. Ni kitu ambacho siwezi kuongea. Yani hakuna sababu, kwa sababu hujatumia akili yoyote. Hujasaidia chochote. Yani utafanya mtoto akuogope. Na unataka mtoto akuogope, akuheshimu. Na tofauti yake ni nini? Yani mtoto akikuogopa atafanya kama unavyotaka afanye. Ufanye wakati wewe upo. Mtoto akikuheshimu atafanya kama unavyotaka afanye wakati wewe upo. Unaona? Ukimchapa hata kuheshima, atakuogopa. Tumieni akili. Yani mtoto hana akili, hana kama wewe. Wewe unaweza kutumia akili. Unauliza swali gani? Wewe ulichapwa na wazazi wako? Nilichapwa. Mimi pia. Nilichapwa. Je, ilikusaidia? Kiukweli sijui, lakini kuna kitu kimoja. Unajua sisi Waingereza tunatukana sana. Tunatumia matusi. Nilikuwa namsikia mama yangu, lakini sisi hairuhusiwi. Ajabu. Sasa siku moja tulikuwa kwenye gari nje ya shule. Mama alikuwa anatupeleka shule. Mvua ilikuwa inanyesha. Mimi nilitaka kumkopi mama yangu. Kumnakili. Nikasema it's it down today. Mama
akanitoa kwenye gari, akanichapa mpaka mbele ya watu wote. Ndiye kudhalilisha hiyo. Nilimwambia mama, lakini mama wewe unatumia matusi, kwa nini mimi siwezi? Sasa baada ya shule nilivyorudi nyumbani, nikafungua mlango, nikaingia nyumbani, akasema njoo na mimi sasa hivi. Alinipeleka bafuni, akachukua sabuni, amesema I'm gonna wash your mouth out with soap and water, na washa mdomo wako na soap, sabuni. Akaweka ndani, yani vibaya, nilitaka kutapisha. Ilikusaidia? Uliacha kutukana? Sasa nilijua hivi. Unajua nini? Naona ni kwamba I'm sorry, I forgot. Don't worry, you're gonna get it. Hasa. Nimekumbuka. Ulisema shida ni kwamba watoto wanatukana sana. Na ndivyo watu wanavyosema lazima umchape mtoto, kwa sababu wazungu hawachapi watoto na watoto hawana heshima kwa wazazi wao. Hii ndio shida. Usipochapa mtoto hana heshima akikua. Mbona watoto wangu hawajawahi kuchapwa kwa maisha yao yote? Hawajawahi kuchapwa na wana heshima kibaya mno. Unaona? Sio kweli. Yani pale mtoto akiwa na shida, yani akiwa hatii to obey, akiwa hasikii, anafanya kinyume na wewe unavyotaka kufanya, inabidi umwelewe. Unamwelewesha, lakini unamwelewa kwa nini. Labda ana shida yake tofauti. Ile siku mamako alikuchapa, ujue alikuwa na stress zake kazini. Amebeba stress yake kazini, ametoa kwa watoto. Na ndivyo unavyopinga. Mwanaume amekuja amelewa. Mwanaume amekuja ameliwa hela. Kuna mashida mengi sana. Mtoto anafanya kitu anaondoa stress zake kwa mtoto. Wakati inatakiwa umsaidie mtoto kukua. Kwa Miki alivyokuwa anafanya vitendo vyake sio sahihi, namwangalia nasema kesho tuongee kesho. Unaona? Kwa mfano jeshini kuna masharti ya kulalamika baada ya masaa 24. Kwa sababu unapoa baada ya masaa 24 unasema iko stress ya hapa na pale. Mimi nasubiri masaa 24 na kana Miki twende mpirani, twende kupiga mpira. Amefurahi. Tunakaa nasema Miki, sasa jana ulichofanya sio sahihi. Na kuelekeza nini kuna tatizo lolote shuleni, kuna mtu anakuumiza, inakwaje? Mpaka tunaelewana. Anajua kwamba hapa na mheshimu baba. Sasa ungesema labda ni uvivu wa wazazi. Asante, ni uvivu. Hutaki kutumia akili yako, hutaki kutumia siku nzima. Unataka mwafaka wa hapa. Lakini kama unataka mtoto akuheshimu, tumia usiwe mvivu. Sasa mimi naweza kukubali kwenye hilo swala. Kwa sababu unachosema ni ngumu kutokubali. Kukataa. Kukataa. Na kukubali, naweza kukubali, lakini mimi naona kuna utofauti ya mtoto kuchapwa au kupigwa shuleni na kupigwa nyumbani. Shuleni, na mimi nimeshaona na macho yangu hapa Tanzania, Mara region, Butiama, watoto kupigwa na walimu. Na mimi nachukia, kama wewe unavyochukia mzazi kupiga mtoto. Nachukia sana mwalimu kupiga mtoto. Yani sio mtoto wako. Sasa kwenye hilo nakataa kabisa, lakini kwa mzazi kuchapa mtoto ndio generally nafikiri ni kitu kibaya. Nafikiri kuna wazazi wengi ambao wanachapa watoto kwa sababu ya uvivu ya kuwafundisha vizuri, lakini nafikiri naweza kuelewa muda mwingine mara chache ambayo ni sawa, piga kidogo hivi tu, sio hivi hadi sio hivi usoni, lakini ni haki yao. Kila wazazi waamue wenyewe, ni haki yao. Sawa, sema hivi ni akiwa mtoto wangu na mtoto wa ndugu, mimi nakuja kupinga. Nikiona napinga. Kuna siku moja walikuwa Iringa pale, nilikuwa napita na gari yangu, walikuwa wamemkamata mtoto wa mtani, alikuwa ameiba.
Basi kakusanya wanaume 4, wasema tukimpeleka polisi watamwachia tu, hamna kitu. Basi tumchape. Waliita wanaume 4, wakatoa mkanda, mimi nikapaki gari yangu, nikaenda pale nikatoa mikono yao yote, kaondoka zake. Na huyo ambaye aliibiwa akasema, unaona sasa umefanya nini hapa? Sasa nasema hamna kuchapa watoto. Nikiona mimi hamna kuchapa watoto. Na nikiona mwalimu anachapa watoto, naingia pale navunja, nichape mimi. Nichape mimi na kaa mbele ya wanafunzi. Tatizo lingine ni watoto kuchapa shuleni, yani wanapata sugu. Pata sugu maana yake yani wanazoea, yani ni haiumizi tena, na kwa wanafanya utundu zaidi, wanajua kwamba nikikamatwa najua adhabu yake. Wakati kwa Miki pale alikuwa anaogopa kwa sababu anajua kesho yake nakuja kuongea nini. Unaona, anajua kwamba bwana maneno yanauma kuliko kiboko. Sasa wewe umeniuliza mimi siri ya mafanikio. Lakini mimi kama unavyojua mimi bado nipo mwanzoni wa ulezi. Wewe umeshafanikiwa kama mzazi. Na watoto wako wana miaka 19, 20 kitu. Basi niambie mimi siri yako ya mafanikio yangu. Asante sana. Sema kuna kitu tulifanya tofauti na karibu watu wote sikusikia kwa watu wengine. Sisi kwenye familia yetu tulikuwa tuna kikao cha familia. Kila Jumapili tulikuwa tunajitahidi sana tukae wote. Kwa ngumu kuitisha, maana mama Jessica alikuwa anachelewa. Unaona, lakini kama tunapata chakula sawa. Lakini ilikuwa muda wetu wa salama. Kila mtu anaongea kivyake anavyotaka kuongea bila kuhukumiwa. Ile uhuru kabisa. Ile uliokuwa unasema we listen but we don't judge. Hiyo. Na ilisaidia sana kwa sababu gani? Yani mtu anaweza kuja na malalamiko, huyu amefanya hivi, hairuhusiwi kujibu mpaka wiki ijayo. Ni kusikiliza, we listen, we don't judge. Ndio maana ulivyofanya hivi, nikasema hii ni muhimu sana, fanya kila wiki. Na ilisaidia kitu kimoja, siku moja ilitokea mimi nilikuwa nasimangwa. Blackmail. Kuna picture yangu, niko uchi, niko na mtu. Unaona? Akanitumia, akasema mimi nampelekea mama Jessica. Unaona? Na rusha kila kitu, namtumia Mangi Kimangi. Unaona? Namjua. Tuma hela. Niko na wasiwasi. Nikasema ngoja nifanye kile kitu chenyewe. Nikaenda kwenye kikao cha familia, nisema jamani, kuna kitu na ungama, na confess hapa. Kuna kitu na ungama. Kuna mtu basi kuna picture moja inaweza kutokea, mnaweza kuona kwenye social media. Kawa aibu sana. Yani kungama pale mbele ya watoto, lakini inabidi wajue. Si waone, wafungue Instagram yao waone babao yuko uchi. Unaona? Sasa kitu cha kwanza nilichofanya ni kwamba nguvu yote ya mtu aliyesimanga iliondoka kabisa. Yani kwa mtu anasema mimi namtumia mama Jessica, usiponipa hela basi mama Jessica namwambia basi hana umetoa nguvu yote. Ya pili na hii muhimu zaidi, ilikuwa mfano. Kwa sababu mimi mtu mzima, mimi nitapona tu aibu, nitasikia aibu, lakini watoto wenye miaka 13, 14, 15 ikitokea kwa wengine wanajiua. Ni kweli. Wanajiua, wanaibu, wanashindwa kwenda kwa mtu yoyote. Mkipata tatizo lolote, mnaweza kuja kwetu kutuambia kwenye kikao, ikaonyesha mfano. Na kuna siku moja nikagundua kwamba kumbe mimi ni mlezi mzuri. Nikamuuliza Jessica. Nikasema Jessica, alikuwa na miaka 14, 15. Nikasema Jessica, ungepata mimba siku moja, ungefanya nini? Alisema ningekuja kwako kwanza. Mtu wa kwanza kuja ni wewe, kwa sababu wewe utatatua tatizo. Ulijisikiaje? Nikasema hapa nimefanikiwa. Nimefanikiwa, nimekuwa msaidizi wake. Ananiamini, haniogopi, ananiheshimu. Basi ndio siri yangu ya mafanikio. Uwekeze muda. Sio kuchapa hivi sekundi moja, subiri mpaka kesho yake, tumia saa moja, peleka mpirani, umwelekeze. Kwenye kikao cha familia Jumapili, badala ya kuscroll, badala ya kufanya kazi, kaa na familia yako masaa mawili kutatua matatizo vidogo vidogo. Na watoto wako walishawahi kuja kwenye kikao cha familia na kitu kibaya? Sema Jessica alikuja, sio kitu kibaya. Jessica alikuja kusema nina boyfriend. Unaona? Kitu ambacho sio kwenye utamaduni wa Kiafrika.
lakini pale kama mimi napinga kupiga, vile vile nimwambia mama Jesse, bora tujue mtoto wetu yuko na nani. Maanake ni bora msichana wako akienda kwenye club, unajua yuko na mlinzi gani. Akiwa na boyfriend, huyo boyfriend analinda wanaume wengine safi sana. Kwa hiyo Jessica alivyoleta, tukashtuka. Mama Jessica sema, unataka kuolewa naye? Mama Jessica wameanza kudate mwezi tu. Eti kufanya ndoa, sio mme, boyfriend na girlfriend wanadateana, sawa. Tunaomba baada ya miezi 6 sasa tukauliza Mama Jessica mbea alitaka kuuliza, boyfriend anaendelea, haya umlete nyumbani. Afadhali alikuja mtu mzuri sana, yani au wanaume wa mitandao wanamtaka Jessica mahali shingapi nini, wamesha kosa fursa, ameshaenda yule Jessica. Boyfriend ameshatambulishwa nyumbani, alikuja alitupikia, unaona, na bado wapo kwenye mahusiano. Mpaka nimemkubali juzi tu, wana miaka 2, lakini juzi alifanya kitu cha maana sana. Alionyesha heshima kubwa sana, mpaka mahari yake nimepunguza, ilikuwa ng'ombe 600 sasa hivi ni kuku 2. Kwa sababu gani? Ilikuwa siku ya kupendana nao, Valentine's Day. Kampikia ugali bamia. Wow. Nimeona kwamba ina maana ameenda ChatGPT, ametafuta Mtanzania anakula nini. Ni mtu wa wapi? Mzungu wa Newcastle. Imagine, mzungu kama mzungu. Lakini amefanya utafiti kujua anakula nini. Alienda kwenye duka la Kiafrika. Alafu akaenda YouTube kujifunza kupika ugali. Mimi sijui kupika ugali, sijawahi kumpikia Mama Jessica ugali. Umewahi kumpikia Mama Zala ugali? Sasa nimemkubali huyo kaka. Nimesema nimekukubali sana. Yaani nifunike mimi, umfunike na bongo wa mchongo. Hapa sasa. Kwa hajawahi, kuna kitu kibaya, lakini tuko tayari kupokea chochote kibaya. Mimi nataka kama wanatumia madawa kulevya nijue. Basi kiukweli nilitaka kukuuliza kuhusu kulea mtoto wa kike kama baba. Kwa sababu mimi ndoto yangu tangu nilikuwa mdogo ni kuwa baba ya watoto wa kiume. Najua hatuwezi kuchagua mtoto, jinsia ya mtoto. Lakini bahati nzuri nimepata mtoto wa kiume. Kiukweli naweza kusema naogopa sana kupata mtoto wa kike. Kwa sababu nyingi, lakini kitu kimoja ni mimi nina mdogo wangu wa kike. Namzidi tu miezi 11. Sasa tulivyokuwa shuleni, marafiki zangu walikuwa marafiki zake pia. Na marafiki zangu wote walikuwa wanampenda, wanamtaka. Mdogo wangu alikuwa mrembo, mdada mrembo number 1 shuleni, mkoani. Hakufanana na wewe. Sasa ni kama mimi, kwa sababu tulikuwa bila baba. Mimi nilikuwa mlinzi wake. Yes, mimi nilikuwa man of the house, mwanaume wa nyumba tangu mdogo. Namlinda sana, kila anapoenda namfuata, anaongea na nani. Siku nyingine marafiki zangu wananiambia, Jesse, si unajua Nora alikuwa na kisa na mbusu yule David hivi. Namfuata napigana naye. Sasa umeshasema kidogo, lakini vipi ilikuwaje kwako kwa baba wa mtoto wa kike? Ilikuwaje? Ulikuwa na hofu au sio? Okay, cha kwanza unasema uweze kuchagua jinsia ya mtoto wako. Ukioga maji ya moto sana utapata wa kike. Sawa. Okay. Amani za Kitanzania. Kumhofu mtoto sawa. Niko na hofu sana. Sikutaka achanganyikiwe na mapenzi wakati wa kusoma. Nilitaka asome vizuri, amalize shule. Lakini kuna kipindi ilibidi nimwachie. Hata alivyokuja nyumbani na boyfriend wake. Mimi nilivyokuwa naenda nyumbani kwa wazazi wangu na girlfriend, walikuwa hawataki tulale chumba kimoja. Nikasema bwana, mambo yameendelea, tulale chumba kimoja, mbona tulipotoka tunalala chumba kimoja? Lakini walikuwa nakatalia. Kwa mimi sasa kuna usemi moja wa Kiswahili, mkuki kwa nguruwe, kwa binadamu uchungu, kitu kama hicho. Maana yake imekuja kuning'ata. Kwamba sasa inabidi sasa niwaachie watoto walale. Mtoto wangu Jessica alale na boyfriend wake chumba kimoja. Nilijua kwamba tangu alivyoleta, alivyokuja kumtambulisha,
ilikuwa ngumu, nilitaka kumpiga usoni. Na yani nilishindwa hata kuna kitu nilitaka chumba cha wageni pale. Silishindwa kuingia. Yati niingie pale naona unafanya nini hapa kitandani kwa mwanangu. Yani ngumu. Na Mama Jessica kama Mtanzania Mama Jessica ni tofauti. Ni yuko hana shida na vitu. Ameshapitia mengi. Ukipitia mengi sana vitu vidogo sana upanic sana. Mimi nilikuwa na panic hivi lakini bila ukubali sema hivi ubaya inakuja kwamba humpendi. Kama hujampenda mke wako, hujapenda yule boyfriend, inabidi ukubali. Because ukikataa ndio anampenda zaidi. Kama mtoto wako wa kike anapigwa, ukimpinga anampenda zaidi. Inabidi ukubali. Kwa namshukuru Mungu kwamba huyu mtu aliyempata ni mtu mzuri sana. Mshukuru Mungu sana. Haya bwana Jesse, nashukuru sana kwa vile tulivyoongea. Kuna chochote kile unataka kumalizia? Mambo mengi. Okay. Bado sana. Okay Jesse, sasa nina swali moja kuhusu je, unabana mtoto anavyokuwa, yani huyu Zylo atakavyokuwa, utakuwa na mbana aishi kwa ratiba kama wazungu wanavyopenda kufanya, au unamwachia uhuru kama Mickey na Jessica niliwaachia watembee peku nini warudi ikiingia giza? Umechagua njia gani? Of course kama nilivyosema nipo mwanzoni wa ulezi, lakini nikiangalia mbeleni na nafikiri kitu kikubwa ni kupata balance ya uhuru unaompa mtoto wako. Kwa mfano mimi na mdogo wangu mama yetu alitupa uhuru sana, yani sana. Mpaka saa 5 usiku nilikuwa nje, nilikuwa na miaka 13, nilikuwa nje na kunywa bia na marafiki zangu, navuta bangi. Saa 5 usiku, saa 6 usiku. Ndo too much, ni uhuru sana, sio vizuri. Lakini kuna wazazi wengi ambao I don't know how to say they're too strict. Wanabana sana. Kuna wazazi wengi wanabana sana na pia ni vibaya. Katika Kiswahili wanasema gate kama gate kali. Sasa inabidi upate balance vizuri, na inaonekana kama wewe umefanikiwa hapo. Nafikiri tumeshaongea hivyo, lakini sitampa Zylo uhuru sana. Na kama mimi nilivyokuwa athlete, mtu wa michezo, mchezaji wa mpira, pia bondia, na mimi tangu mdogo nilikuwa mchezaji wa mpira bora shuleni, bora mkoani, nilikuwa captain wa mkoa, kama mkoa wa Dar es Salaam, Hertfordshire ninapotokea. Lakini sijafanikiwa kucheza kwa club kubwa kama Arsenal. Na mimi nafikiri nilikuwa na kipaji sana, sisemi kwamba nilikuwa kama Messi, lakini nilikuwa na kipaji sana, lakini nafikiri kwa sababu nilikuwa sina baba kuniongoza, kuniambia, "Aya, umekimbia kilomita 5 leo, umepiga push up ngapi leo?" Hapana. Sometimes nilivyotoka shuleni narudi nyumbani nacheza tu PS kwenye PC, kwenye PlayStation. Sio vizuri. Sasa hapo nitambana kidogo, lakini pia sitaki ajisikie kama yupo jela. Kwa hiyo katika miaka ijayo, kwa mfano Zylo akianza shule, utamweka wapi shule? Hapa Tanzania, Uingereza, wapi? Kwanza Zylo hataenda shule. Atakuwa inaitwa homeschooled. Mnamfundisha nyie? Yes. Shule, system ya shule ni ujinga. Ni ujinga kabisa. Sio tu Tanzania, dunia nzima. Naweza kuongea sana kwenye hilo. Kwa mfano ukiangalia kila kitu kutoka mwaka 1920, kwa mfano teknolojia, miundombinu, magari, kila kitu. Alafu angalia ya leo, vimebadilika kabisa, si ndio? Lakini ukiangalia shule na system ya shule, elimu kutoka mwaka 1920 na ukiangalia leo, ipo hivyo same. Mwalimu anasimama, watoto wanakaa kwenye viti, mwalimu anaandika vitu, 1 jumlisha 1 ni 2.
haina maana. Dunia imebadilika kabisa. Leo siwezi kusema kila mtu, lakini asilimia kubwa ya watu wanatembea na PC mfukoni. Simu ni PC, simu ni calculator, simu ni translator. Ukitaka kutafsiri kitu, unashika iPhone yako, Siri, tafsiri kwa Kiingereza hivi. Sasa system ya shule ni kwa mwaka nzima, kwa miaka 15, lakini kwa mwaka nzima unasoma, unahitaji kukumbuka. Mwalimu anaongea, wewe unaandika, alafu mwisho wa mwaka unafanya mtihani bila msaada, bila simu yako. Lakini hii sio dunia tunapoishi. Sasa haina maana. Dunia imebadilika kabisa. Kingine ni usalama ya mtoto. Sasa tunajua vizuri kwamba kuna watu wabaya. Dunia yetu kuna watu wabaya. Sasa tunazaa mtoto, tunamlea mtoto kwa makini. Alafu mtoto akiwa na miaka 5, tunampeleka shule na mtu ambaye hatumjui, yule mwalimu au walimu hatuwajui vizuri, hatujui mawazo wao, lakini tunampeleka mtoto wetu. Sasa unaweza kuacha simu yako, kufungua password, unaweza kuacha simu yako na mtu ambaye humjui vizuri kwa masaa mengi. Huwezi, hakuna mtu anaweza. Sasa mbona unampeleka mtoto wako? Simu ni muhimu kuliko mtoto wako? Hapana. Sasa watu ni wabaya. Kuna watu wengine ni wazuri, lakini hatuwezi kujua. Sasa labda mtoto wako akiwa shuleni anahitaji kwenda chooni, mwalimu anamsaidia kwenda chooni. Hatujui anafanya nini na mtoto wangu. Labda anamshika sehemu vibaya. Hatujui, na pia mtoto hajui kwamba ni kitu kibaya. Mwalimu ni mtu mzima, anaweza kubadilisha mawazo ya mtoto, kumshika vibaya, kufanya vitu vibaya. Sio vizuri. Kingine ni ni msemo wa Albert Einstein, scientist ambaye namkubali sana. Nafikiri lazima umeshaona hii picture. Kuna picture ya wanyama wengi. Kuna mtu anakaa mezani na karatasi na biki, na kuna wanyama wanakaa mbele yake. Kuna tembo, kuna samaki, kuna mbwa, wanyama wengi. Yule mwalimu anasema, okay, kwa Kiingereza, for a fair test you must all climb that tree. Kwa mtihani mzuri nyie wote mnahitaji kupanda mti. Sasa samaki atapandaje mti? Na msemo wa Einstein ni kila mtu ni genius, lakini kwa Kiingereza labda utatafsiri hapa bongozozo, if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will forever live its life thinking it's stupid. Please naomba tafsiri. Okay. Yani ukihukumu uwezo wa samaki kwa jinsi inavyopanda mti, kwa maisha yake yote itajua ni mjinga, hauna uwezo. Na hii ndio system yetu ya shule. Mimi nilivyokuwa shule, nakaa hapa, rafiki yangu Phil anakaa hapa. Mimi ni mchezaji wa mpira, napenda sana geography, najua mji mkuu ya nchi nyingi. Yeye hajui, lakini yeye ni mtaalamu wa chemistry, anapenda sana chemistry. Mimi nitatumia wapi chemistry maisha yangu? Sipendi chemistry. Kwa nini nahitaji kukaa masaa 2, masaa 5 kila wiki kwenye darasa la chemistry? Hanisaidii. Pia algebra. Algebra. Kweli watu wanatumia algebra maishani? Nafikiri ni watu wachache. Wale mathematicians professional, physicists, lakini kweli nilifanya video kusema hivi mwaka jana, ili trend sana. Kweli ulishawahi kumwona mtu anaenda dukani anasema, hello, naomba maji X, naomba ndizi Y, EMC squared, karanga? Hapana jamani. Wake up, fungua macho. Naomba nina swali moja. Kama mtoto humpeleki shuleni, atapata wapi marafiki? Sehemu nyingi. Club ya mpira, football club, boxing club, kwa majirani. Si unajua Tanzania, maisha ya Tanzania. Kumbe atakuwa Tanzania kumbe. Kama ni Tanzania, kama sehemu nyingi, kama ni Jamaica.
Naweza kukusaidia kwa sababu kuna mwaka mmoja na nusu nika homeschool watoto wangu. Ilitokea kwamba sikuridhika na elimu nilikuwa napata kwa kipindi kile. Hela ilipungua na nini, nikasema mimi naweza kufanya hivi. Na iliwasaidia sana na ikawapeleka mbele. Sawa. Shida ilikuwa kwenye kukutana watu, lakini uzuri mimi nilikuwa coach wa mpira shuleni ambao nisema basi watoto wangu wanakuja kwa ndio walivyofanya. Kwa mimi shauri yangu ni ukifanya hivi volunteer, yani jitolea shuleni kwa coach ili ulete watoto wako. Yes. Kwa sababu kile ni kitu ngumu. Mimi niliona vyote ilikuwa rahisi kumbe na viwango nilivyowapelekea vilifaa. Shida nilikuwa nao ni ile kukosa marafiki. Yeah, watu wengi wananiambia hivyo, tapataje marafiki, lakini kweli unafikiri kuna njia moja ya kufanya marafiki? Shule tu? Hapana. Si unajua maisha Tanzania, majirani ni kama familia. Sawa, basi umlea Tanzania basi. Haya, asante sana bwana Jesse Clark, mbongo wa mchongo, kwa kuwalete mawazo yako. Kama nilivyosema, tunashukuru sana kwa kutukaribisha kwenye safari yenu ya kifamilia. Tunavyoona Zylo atakavyokuwa, yani mpaka awe teenager ana kiburi, hakujibu, ndio tutaona kama una uwezo kweli kulea watoto. Lakini nakupa kila laheri ili uendelee kulea. Mimi mwenyewe kulea watoto, safari yangu ya ulezi umeishia kidogo, lakini utarudi nikiwa babu. Na mama Jessica akiwa bibi, lakini tuendelee kushauriana, manake vyote sio vipaji, ni vyote ni kujifunza, kushauriana. Ukitaka msaada wowote siku moja nikusaidie, manake mara nyingine ni ngumu sana kwa sababu mtoto wako. Ni rahisi zaidi ukipata mtu kuangalia kutoka nje aje kusaidia. Lakini bwana Jesse, nashukuru sana kuja kwenye hiyo podcast ya kwanza ya Bongo Zozo na Mbongo wa Mchongo. Kama mmependa hiyo podcast, basi mtaandika comment chini kwamba mmependa na tuongee hoja gani safari ijayo. Ni ngumu sana kumpata, maana yuko muda wote ana mtoto mchanga. Bahati nzuri sana ndio tumpate leo. Asante sana bwana Jesse Clark. Fujo usifanye nini? Fujo isiumiza. Haya jamani, asanteni sana. That was really good. That was brilliant. That was really good.